Leo nataka tujifunze kuhusu adui yetu mkubwa. Sisi kama wanadamu, adui yetu mkubwa. Nataka tujifunze jambo hilo. Na inakuwa ni changamoto kuto kumjua adui yako ni nani. Na hii itapelekea kuweza kuto kufahamu kinachoendelea katika ulimwengu wa leo. Sasa adui yetu ni nani? Jambo la kwanza. Na anafanya vipi kazi zake? Nitakuonyesha. Jambo la kwanza, natamani ufahamu kwamba adui wa kila chenye mwili, yani wa kila mwanadamu hapa duniani, ni Shetani. Ni Shetani. Huyo ndio adui yako namba moja. Ni Shetani. Ndio maana Yesu anasema ya kwamba wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi. Kwa nini? Kwa sababu anajua ya kwamba mtu kama mtu hawezi kuwa adui yako, lakini ni yule Shetani ambaye anaingia kwa mtu ili kutekeleza majukumu yake kupitia mtu. Na anajua yeye katika, ngoja nikupe hii siri utaweza kunielewa. Yani hakuna kitu kingine kinachoweza kuishi katika dunia hii isipokuwa ni kitu chenye mwili, damu na nyama. Hicho ndo kinaweza kuishi hapa. Apart from mimea, lakini lazima kiwe ni chenye mwili, damu na nyama. Kwa Shetani yeye hana mwili, damu na nyama. Ni kiumbe cha rohoni. Akitaka kuishi hapa duniani na kufanya shughuli zake, ni lazima atumie mtu. Ni lazima amuingie mtu. Ndio utakuta kwamba wakati Yesu Kristo anaenda kumfungua yule mgerasi aliyekuwa na pepo jeshi wengi ndani yake, ambaye alikuwa anaishi makaburini, ambaye watu ilibidi wamfunge kwa minyororo, lakini alikuwa akikata. Alipomuona Yesu, alipiga mbio akaenda kumsujudia. Sasa note, yale mapepo yalisema, usiturudishe shimoni, utuamuru tuingie kwenye wale nguruwe. Ndio maana wakawaingia wale nguruwe, wakapotelea baharini. Kwa nini? Kwa sababu hawawezi kumove around na kufanya mambo fulani bila kuwa na mwili. Sasa Shetani huyo ni nani? Shetani huyu anajulikana kwa jina la Lucifer. Lucifer manake nyota ya alfajiri, mwana wa asubuhi. Katika Isaya 14:12 Biblia inasema hivi: jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni, ewe nyota ya alfajiri, mwana wa asubuhi, jinsi ulivyokatwa kabisa, ewe uliyewaangusha mataifa. Sasa kwa Biblia tafsiri ya Kiingereza inakwambia ewe Lucifer, ewe nyota ya alfajiri. Huyu alikatwa mbinguni, aliondolewa mbinguni, akatupwa wapi? Duniani. Shetani ndio adui yetu namba moja, ambaye Biblia inamuadresi ni Lucifer. Hata hivyo, anajulikana kwa majina mengi sana. Jina la kwanza tunamuona Shetani anajulikana kama mshtaki. Na hii utaipata katika Ufunuo sura ile ya 12. Sura ya 12 na ule mstari wa 10. Anasema,
Nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake, kwa maana ametupwa chini mshtaki wa ndugu zetu, yeye awashtakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Nafikiri unaelewa Biblia inaposema mshtaki, accuser. Mshtaki, yeye kazi yake ni kukushtaki. Kwa hata katika nyumba yako, katika familia yako, huwa kuna mashtaka shetani lazima ayapeleke kwa Mungu. Na sisi kama nchi, kuna mashtaka lazima shetani atayapeleka kuhusiana na nchi, kuhusiana na jamii fulani, kuhusiana na nyumba fulani, kuhusiana na mtu fulani moja moja. Kwa kuna mashtaka ambayo anayashtaki. Ukisoma katika kitabu cha Ayubu utagundua ya kwamba Mungu anamuuliza shetani, umetoka wapi? Shetani anasema, nimetoka huku na huku na humo duniani, yani kuzunguka huku na huku na humo. Kuzunguka huku na huku humo. Anaulizwa, je, umemuona mtumishi wangu Ayubu? Mungu akamwagia sifa Ayubu kwamba ni mwaminifu, ni mmoja tu aliyepukana na uovu. Shetani akasema, anakucha wewe bure? Yani, does he fear you? Yani, anakuhofu bure? Si kwa sababu umemzingira na wigo wa moto. Anatoa mashtaka. Kwa chochote unachokifanya, shetani anaenda kukitolea mashtaka. Yani, ukikosea anaenda kutolea mashtaka. Kwa hiyo tuwe tunajiangalia katika mambo yetu tunayofanya, katika maamuzi yetu tunayofanya. Shetani huwa anaenda kutushtaki, na anatushtaki kwa nini? Kwa sababu lengo lake ni tukose vitu vizuri. Kwa hiyo kama watu wa Mungu, kama taifa la Mungu, unajua nilikuwa naangalia nchi ni kama mkoa tu kwenye dunia. Yes, ndio. Yes, na kwenye nchi unakuta kuna mikoa, kwenye mikoa unakuta kuna wilaya, kwenye wilaya unakuta kuna kata, hivyo jinsi ilivyogawanyika. Kwa sisi kama nchi ni kama katika dunia ni sehemu ambayo Mungu ametupatia. Tukienda vibaya, mshtaki huyu anaenda kushtaki. Kwa nini hawa wawe na amani? Kwa nini hawa wawe na furaha? Kwa nini hawa wanyeshe mvua? Kwa nini hawa wape maisha mazuri? Kwa sababu wamefanya 1, 2, 3, 4. Hawastahili kupata kitu. Kwa ni mshtaki. Lakini anajulikana kama Ibilisi, devil. Lakini pia anajulikana kama mjaribu. Mjaribu huwa lazima aje kukujaribu. Lakini anajulikana kama joka, dragon, serpent. Anajulikana kama nyoka wa zamani. Anajulikana kama baba wa uongo. Na hapa ndio ninataka tuzungumze vizuri sana. Lakini anajulikana kama adui, anajulikana kama mwovu. Huo ni utangulizi, na nimeenda haraka kidogo kwa sababu ya kile ninachotaka kukisema. Sasa leo nataka tuingie moja kwa moja kwenye kazi za shetani, kazi za huyu adui wetu. Kazi zake ni nini? Kazi za shetani ni nini? Moja, kazi kubwa ya shetani ni kukushawishi ufanye kinyume na Mungu. Katika Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 21 na mstari ule wa kwanza. Tena shetani akasimama juu ya Israeli akamshawishi Daudi kuwahesabu Israeli. Shetani akasimama juu ya Israeli, juu ya taifa la Israeli.
akamshawishi mfalme ambaye alikuwa ni Daudi afanye kinyume na Mungu. Kwa hiyo shetani kazi yake namba moja ni kukushawishi ufanye kinyume na Mungu. Hilo tu ndio analolitafuta, akukoseshe ili akushtaki. Na ukisha kukosea na anakushtaki, na akisha kushtaki ili apate idhini ya kukupiga. Kumbuka ya kwamba Yesu anasema nimepewa mamlaka zote duniani na mbinguni. Kuna sehemu anasema ya kwamba tazama, huyu mkuu wa ulimwengu anakuja, lakini hana kitu kwangu. Taifa la Israeli, shetani alikuwa hana kitu kwenye taifa hilo. Shetani hawezi kuingia bila sababu ya kukufanya umruhusu aingie. Sasa ili aingie kwenye taifa la Israeli, akamshawishi Daudi kwenda kinyume na Mungu, na Mungu alikataa Daudi asiwahesabu Israeli. Alikuwa na maana yake. Tukiwa na muda tutajifunza hivi, lakini soma katika hii Mambo ya Nyakati sura ya kwanza, Mambo ya Nyakati ya kwanza sura 21 mstari wa kwanza. Shetani anamshawishi Daudi kufanya sensa wakati Mungu alimkataza. Matokeo yake ni nini? Daudi akashawishika, akafanya, akatoa maagizo, wakafanya ile sensa. Mungu akachukia. Kilichotokea utasoma mwenyewe katika hiyo sura. Hiyo ni kazi ya kwanza shetani, na sio tu kwa ngazi ya taifa, kwa ngazi ya mfalme, hata ngazi ya mtu binafsi. Shetani kazi yake ni kukushawishi wewe fanye kinyume na Mungu. Sasa kwa bahati mbaya, wengi Mungu hamumjui kama mlivyokuwa hamumjui shetani ni nani. Mungu hamumjui. Sasa Mungu atusaidie. Biblia hii ni bure. Kama unaweza kuwa na smartphone ukashindwa kuwa na Biblia, itakuwa ni ajabu. Shetani anazuia watu wasilijue neno la Mungu, na anapiga vita sana kwa sababu kuna siri humo. Ana operate through ignorance yako kutokujua neno la Mungu. Kwa hiyo tusome neno la Mungu. Sasa huyu ni shetani, kazi yake ni kushawishi wewe ufanye kinyume na Mungu. Kazi nyingine ya shetani, kushindana na watu wa Mungu. Hiyo ndio kazi nyingine ya shetani, kushindana na watu wa Mungu. Wewe kama umeokoka, shetani atashindana na wewe. Kwa namna gani hatujui, lakini atashindana na wewe. Ukisoma katika Zakaria 3:1 utagundua kwamba Biblia inasema kisha akanionyesha Yoshua kuhani mkuu amesimama mbele ya malaika wa Bwana, na shetani amesimama mkono wake wa kuume ili kushindana. Sasa hapa utagundua ya kwamba shetani kazi yake ni kushindana na watu wa Mungu. Atataka ashindane na wewe. Ili usimwabudu Mungu, atataka ashindane na wewe. Atataka ashindane na wewe ili ukose amani, ukose furaha, ukose tumaini, ukose ule ujasiri. Kwa hiyo shetani atataka ashindane na wewe sana, na atataka akushinde. Lakini kutie moyo kwamba tulimshinda kwa neno la ushuhuda. Ndio maana wewe mtu wa Mungu lazima ujae neno ili uweze kumshinda nani? Shetani. Maana kazi yake kubwa ni kushindana na wanadamu. Kama umeokoka, wewe ni mtu wa Mungu, shetani atataka ashindane na wewe ili akushinde. Shetani atataka ashindane na wewe ili akuzuie kufanya kusudi la Mungu.
Hiyo ndio kazi ya shetani. Na anatumia nini? Atatumia watu, atatumia chochote kile kilichoko mbele yake ambacho kinaweza kukusababishia wewe ushindwe. Ndio kazi hiyo. Kwa shetani anafanya kazi kupitia watu ili akushinde, ama kupitia mazingira ili akushinde. Ndio anachokitafuta. Kazi nyingine ya shetani ni kuwatumia watu kwa kuwaingia na kutenda mambo yake kupitia watu. Anatumia watu, yani shetani anatumia watu kwa kuwaingia ili kutenda mambo yake kupitia watu. Na tamani tulione hili katika kitabu kile cha Luka, mstari wa Luka 22 mstari wa 3 hadi wa 4, wa 6 na 47. Biblia inasema, shetani akamwingia Yuda aitwaye Iskarioti, naye ni mmoja wa wale thenashara. Akaondoka akaenda akasema na wakuu wa makuhani na majemadari jinsi atakavyoweza kumtia mikononi mwao. Hapa tunaona shetani anaanza kumwingia Yuda. Kuna kitu kinaitwa opportunity. Kwa shetani akawa anatafuta opportunity, akaipata kwa Yuda. Kwa anaweza kutafuta opportunity kwenye kundi, akaipata kwa mmoja. Sasa unakuta aliipata kwa Yuda. Alipomwingia Yuda, shetani akaanza kutenda kazi kupitia Yuda. Anaanza kutafuta, na hapa mstari wa 4, akaondoka akaenda akasema na wakuu wa makuhani na majemadari jinsi atakavyoweza kumtia mikononi mwao. Sasa Yuda baada ya kuingiwa na shetani anaanza kupata ideas how, namna gani ya wale maadui wanaweza kumpata Yesu. Sasa angalia kwenye kila unaolifanya, kwenye huduma yako, angalia kwenye maisha yako, angalia kwenye familia yako, jiangalia hata wewe mwenyewe. Wako watu ambao shetani anaweza kuwaingia wao. Yaani shetani anapotaka kukuataki wewe, ana idea namna gani atakavyoweza kupata wewe, kwa sababu anakufahamu vizuri. Sasa kwa sababu wale adui zako hawajui namna ya kukupata, kwa atatafuta watu ambao anaweza kuwaingia na wanaweza waka kwenye ile cycle ya wale wanaokutafuta. Kwa shetani huwa anatafuta watu wa karibu atakao waingia, na ni wale watu wenye impact kwako. Yaani wenye watu wa karibu, ama watu ambao wanaweza, na anaweza kasio wa karibu, lakini wanaohusiana na wewe. Kwa mfano, katika kanisa anaweza akatumia watu wa kanisani kwako ama watu wa nje ya kanisa, lakini wanaohusiana na kanisa lako. Anaweza akatumia watu wa nje ya familia yako, lakini wanaohusiana na familia. Okay, kwa mfano, hata katika mazingira ya kazi unakuta kwamba unafanya vizuri kazini, lakini shetani anamuingia mmoja hapa, na anaweza akawaingia na wengine kwenye bodi ama mwajiri wako. Ukashangaa tu, kwani wangapi hawapati kibali kwa mwajiri wao? Hawapati kibali kwa kazini, kwa viongozi.
lakini kinasababishwa na mtu mmoja hapa chini. Huyu akiingiwa, huyu anaenda kutoa idea kule, namna ya kukutoa wewe kazini. Naelewa vizuri. Ndio maana kuna watu wamedhulumiwa, kama ni mali, kama ni nini, na anaingiwa tu mmoja hapa, anakusababishia mgogoro, kama ni wa nyumba, kama ni wa kiwanja. Na hata ukijaribu kwenda mahakamani, utakuta kuna watu wameandaliwa kule ili kukucheleweshea ama kukuharibia kabisa. Sasa Yuda, shetani anamuingia Yuda, anaenda kutoa idea kule, namna ya kumpata. Sasa hapa shetani alianzia kwenye baraza kule, alafu akaja akamuingia Yuda. Alisuka mipango. Ndio maana nasema anaweza kasuka mipango, kama ni mahakamani anaweza kasuka mipango, kama ni kwa waajiri wako anaweza kasuka mipango, kwa business partner wako anaweza kasuka mipango, alafu anatafuta mtu wa kuja kumuingia. Kwa hiyo ni namna yote anayoweza kufanya, lakini huwa anawatumia watu kwa kuwaingia na kutenda mambo yake kupitia hao watu. Mstari wa 6 anasema akakubali, akatafuta nafasi ya kumsaliti kwao pasipo kuwapo mkutano. Baada ya kuingiwa na shetani amempa idea Yuda, ameenda kule, wamekubaliana. Baadaye Yuda anaanza kutafuta nafasi. Kwa hiyo kuna watu hapa shetani amesha waingia tayari juu yako. Shetani ameshaingia tayari juu ya nchi. Shetani ameshaingia tayari juu ya jamii. Anakuwa anatafuta chance, anatafuta opportunity ya kumsaliti. Na hapa ukiangalia anasema pasipo kuwapo mkutano, yaani siku ile ambayo Bwana Yesu hana mkutano, yuko free, amepumzika, ndio Yuda alikuwa anatafuta siku kama hiyo. Katika mstari wa 47, mstari wa 47 hapa anasema hivi: basi alipokuwa katika kusema, tazama, mkutano wa watu na yule aitwaye Yuda, ambaye ni mmoja wa wale thenashara, amewatangulia, akamkaribia Yesu ili kumbusu. Anatekeleza sasa hapa usaliti wake. Kwa hiyo shetani anawatumia watu ili watimize makusudi yake. Au utamuona shetani kama shetani. Kwa bahati mbaya, hata Yuda katika ile jopo la wale wanafunzi wengine hawakujua kwamba huyu ni Yuda. Hawakujua. Yuko vizuri na alikuwa anatunza fedha, yuko vizuri, hawezi kumjua, lakini Yesu alimjua. Sasa namaanisha kwamba hata katika jambo hilo unaolifanya hautamjua Yuda, lakini yuko vizuri na wewe. Wakati fulani Yuda walienda kwenye nyumba fulani, Yesu akawa ameketi anakula na wenye dhambi. Na unielewe hapa, anaketi nakula na wenye dhambi. Binti mmoja, niseme ni mwanamke mmoja, nitumie lugha hii, ambaye alikuwa na yeye na dhambi, aliposikia Yesu ameketi pale, akaandaa marhamu nzuri, yani kitu chake cha thamani, akaenda akampaka, akawa anamwagia Yesu mafuta yale miguuni mbele ya watu pale wakiwa wamekaa. Ile ilikuwa ni ishara ya regret, ya juto. Yuda alikuwepo pale. Yuda akawa anafikiri, anatoa idea
kwamba hii ingeuzwa, wangesaidiwa watu, wangepewa maskini. Ilikuwa ni, unaona kabisa alikuwa ni mtu wa idea, lakini alikuwa ni Yuda. Sasa ilikuwa ni ngumu sana, lakini Yesu aliyajua mawazo. Sasa hata wewe kwenye maisha yako huwezi kujua mawazo ya mtu, ni mpaka Yesu aliyejua mawazo ya Yuda wakati wanafunzi wengine hawajui, mpaka aingie kwako akujulishe mawazo ya Yuda, kwa sababu yule mtu siye dhani kumbe ndio Yuda wako. Kazi nyingine ya shetani ni kuwafanyia hila watu wa Mungu. Ukishakuwa mtu wa Mungu, shetani lazima atakufanyia hila. Hiyo ndio kazi nyingine ya shetani, kuwafanyia hila watu wa Mungu. Tuangalie katika kitabu hiki cha Waefeso sura 6 na mstari wa 11. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Hila za shetani. Hila ni kitu ambacho kipo kwenye group package. Kwa hiyo hila sio kitu cha kukielezea tu kidogo. Yaani hila inaweza ikahusu muda, mchakato, plans, strategies ndani yake. How to destroy you. Wakati shetani amezungumza pale, Mungu amemuuliza shetani umetoka wapi kuhusiana na Ayubu. Unakuta shetani anaomba kibali, niruhusu niviondoe vyote alivyo navyo, uone kama atakukufuru. Kwa maana yake shetani alikuwa na hila muda mrefu, akawa anatafuta namna ya kuingiza kwa Ayubu. Anashindwa kwa sababu Ayubu amezingirwa na uwigo wa moto. Akapata ruhusa. Huyu shetani mwenyewe anapata ruhusa kwa Mungu, hawezi kuingia bila kuruhusiwa. Kwa hiyo akaanza kutekeleza hila zake. Ayubu alikuwa tajiri, kama sasa hivi angeweza kuwa ni bilionea huko, lakini akafilisiwa ndani ya siku moja. Kilichokuwa kinatafutwa, Ayubu apate pressure, afe. Ayubu akate tamaa, kufuru. Unaelewa vizuri? Sasa kazi ya shetani kuwafanyia hila watu wa Mungu. Kazi hii hapa ndio kazi muhimu sana kwa shetani, kuwadanganya watu. Na hapa naomba nisikize sana. Kazi ya shetani ni kuwadanganya watu. Kuwadanganya watu. Wewe kama mtu uliyezaliwa na mwanamke, uko hapa duniani, kazi ya shetani ni kukudanganya. Habari atakayokuletea wewe ni ya kukudanganya. Deceiving. The great weapon of the devil is deception. Kudanganya. Na anadanganya, wanasema siku zote uongo huwa unaanza na ukweli. Utaenda. Zinaweza zikaa 98% au 90 ngapi ni za ukweli, afu zile 2 ndio za kupoteza. Ndio za kufanya nini? Za kupoteza. Katika kitabu cha Ufunuo sura ile ya 12, katika ule mstari wa 9, nisikilize kwa makini. Anasema yule joka akatupwa, yule ibilisi na shetani audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Audanganyaye ulimwengu, who deceives the world. Shetani anadanganya ulimwengu, na uongo wa shetani unaweza ukawa ni process ya muda mrefu. Hautaielewa kwa sababu ni process. Wakati fulani unazaliwa, unakuta hiyo process inaendelea. For the great deception coming upon the world, yani katika lile anguko kubwa linaloijia dunia. Sikiliza, uko uongo, na yeye shetani ana short term and long term goals, jinsi anapofanya mambo yake.
akitaka kuidanganya familia atatumia zinaweza zika long term, lakini within lifespan ya ile familia. Anapotaka kudanganya taifa atatumia plans, anataka kuliangusha atatumia plans za muda mrefu, na short term zitakuwepo ndani yake, lakini ni kudanganya taifa. Hapa anasema kudanganya ulimwengu, manake ana plan long term goals za kutosha na short term plans za kutosha ili kudanganya ulimwengu. Sikiliza, ili kudanganya ulimwengu, ndio maana unakuta kuna dini mbalimbali tofauti, imani mbalimbali tofauti, fahamu mbalimbali. Kuna watu mpaka wanadiriki wanasema hakuna Mungu. Kuna watu mpaka wanadiriki wanasema Yesu sio Mungu. Walianza muda mrefu. Hiyo ni long term plans. Tunazaliwa tunakuta kuna hiyo idea inaendelea. Haleluya. Sasa pointi yangu ni nini? Pointi yangu ni kwamba Shetani huwa anawadanganya mataifa, anadanganya ulimwengu. Ulimwengu umeshadanganyika sana. Leo hii zipo dini nyingi kiasi kwamba usipokuwa na Yesu, usipopata hii neema, ni ngumu kuelewa. Kwa Biblia inasema kwa mwanadamu haiwezekani, lakini kwa Mungu yote yawezekana. Kwa mwanadamu haiwezekani, lakini kwa Mungu yote yawezekana. Na nielewa vizuri. Kwa nini? Kwa sababu jinsi uongo ulivyotengenezwa na kusukwa, ni ngumu sana mtu wa kawaida kuweza vijana nasema kutoboa. Yani ni ngumu sana. Kwa sababu nakupa akili leo. Wewe, yani kwa sasa hivi, mfano kwa kizazi hiki chetu, mtu mzee sana, mkubwa sana, tuchukulie ana miaka 100. Kama wako zaidi sawa, lakini tuchukue ana miaka 100. Na tangu Adamu alipoumbwa mpaka leo, maandiko yanatuambia ni takriban karibia miaka 6,000 imekwisha kupita tangu mwanadamu kuumbwa. Manake ndio maana leo tuko zaidi ya bilioni 8 hapa duniani, kitu kama hicho. Shetani anaanza kumjaribu Adamu, binadamu wa kwanza kabisa, kabla hatujafika bilioni hizi 7-8. Kwa Shetani ana experience kubwa, amekutana na watu nunda ngumu kuwajaribu. Ana experience hiyo. Wewe umezaliwa ndani ya miaka hii 100. Utashindana na Shetani. Hata katika experience ni ngumu kuelewa, plani zake ni ngumu. Ndio maana lazima uwe na Yesu ndani yako. Huwezi kufanya mambo makubwa bila kuwa na Yesu ndani yako. Shetani atakurubuni, atakudanganya, utaharibikiwa. Sasa alishawajaribu wengi. Kwa kazi kubwa ya Shetani ni kuwadanganya watu, kudanganya ulimwengu, kudanganya taifa. Sasa kama anaweza kudanganya ulimwengu, usije ukafikiri idadi ya watu hawa unaowaona hawezi kudanganyika. Wanaweza kudanganyika. Kwa wingi wa watu usikufanye uelewe kwamba Shetani hawezi kudanganya watu. Anaweza kudanganya, kwa sababu Biblia inatuambia anadanganya ulimwengu. Sura 20 mstari wa 7, wa 8 na wa 10 ya kitabu cha Ufunuo, Biblia inatuambia kitu hapa. Mstari wa 7 na 8.
Na hiyo miaka 1000 itakapokwisha, shetani atafunguliwa atoke kifungoni mwake, naye atatoka kuwadanganya mataifa walio katika pembe 4 za nchi, Gogu na Magogu, kuwakusanya kwa vita, ambao hesabu yao ni kama mchanga wa bahari. Kutakuwa na kipindi cha miaka 1000 hapo. Ndio maana leo tuko 2025. Lazima ujiulize kwa nini tunahesabu miaka. Tunaelekea mwisho. Dunia iko mwishoni sana. Okay. Katika hicho kipindi Biblia inasema shetani atafungwa. Lakini na hiyo miaka 1000 itakapokwisha, shetani atafunguliwa atoke kifungoni mwake, naye atatoka kuwadanganya mataifa walio katika pembe 4 za nchi, Gogu na Magogu, kuwakusanya kwa vita, ambao hesabu yao ni kama mchanga wa bahari. Anawadanganya shetani. Kwa shetani ana uwezo wa kuwadanganya dunia nzima. Hapa anasema mchanga, kama hesabu kama mchanga wa bahari wamedanganya. Kwa kazi ya shetani kuwadanganya. Biblia inaposema shetani ni baba wa uongo, elewa. Sasa wewe uko na watu wangapi? Majirani zako wangapi? Anaweza kudanganya. Sasa usiangalie kwamba hii dini mbona ina watu wengi, inawezekana ni tatizo sio watu wengi. Tatizo shetani anaweza kudanganya hata watu maelfu kama mchanga wa bahari. Neno la Mungu liko hai, limenyoka. Kwa wingi wa watu kwenye dini, wingi wa watu kwenye jamii, wingi wa watu kwenye nchi, wingi wa watu kwenye kanisa, usikuaminishe kwamba mahali hapo ni kweli. Au neno hilo ni kweli. Hapana. Maana hata shetani anaweza kuwadanganya idadi hiyo na zaidi ya watu. Haleluya. Mstari wa 10. Na yule ibilisi mwenye kuwadanganya akatupwa katika ziwa la moto na kiberiti. Lengo la kudanganya ni nini? Ungane naye. Sasa kwa bahati mbaya, ngoja nikwambie, uongo wa shetani anaweza kukupa kitu cha maana sana. Naposema cha maana, mfano ukapata hata fedha, yani uchumi wako kainuliwa, ili tu muamini. Shetani alikuwa anataka ampe Yesu ufalme. Anasema ukinisujudia nitakupa. Sio wote tunasoma. Kutoa kitu, shetani haoni shida. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa anataka ampe Yesu ufalme. Kwa nini? Sasa kama anaweza kumpa, ana uwezo wa kuchukua. Kwa shetani anaweza kukupa wewe umaarufu. Anaweza kukupa heshima. Anaweza kukupa hata ukawa very intelligent, yani brave katika habari ya mambo ya kidunia. Akakupa wewe ukawa mwanasayansi nguli. Akakupa wewe ukawa mwanasheria nguli. Akakupa wewe ukawa mtu maarufu. Lakini anaweza kuchukua. Lengo lake ni umsujudie, uwe upande wake, ufanye anachokitaka. Huo ndio uongo. Kwa uongo wa shetani unaweza ukachukua generations. Kwa sababu hauwezi ukachukua generation kama anataka kudanganya wewe ambaye umebakisha miaka 20 mbele. Atatengeneza tu hapa ka uongo kakutosha wewe with his strategy. Ana attach na uongo wa generations. Anapotaka kuliangusha taifa, atatumia generations deceptions. Uongo alioanza tangu ataingizia na short lifespan ya kale ka uongo, duration, anakotaka matokeo yatokee. Hiyo ndo kazi ya shetani. Kwa kazi ya shetani usiangalie huyo ni nani. Shetani anaweza kumtumia yoyote. Kazi ya shetani ni kuwadanganya watu. Anadanganya mataifa. Ndio maana sasa hivi, ngoja nikwambie, katika sura ya 13 ya kitabu cha Ufunuo, tasoma mstari wa mwisho. Sura ya 13 ya kitabu cha Ufunuo.
Nasema hivi, hapa ndipo penye hekima. Yeye aliye na akili na hesabu ya mnyama huyo, maana ni hesabu ya kibinadamu, na hesabu yake ni 666. 666. Hii ni habari ya mnyama, somo lingine. Leo hii tunapoongea, kwenye simu yako kuna 666 ziko hapo. Huo ni uongo wa shetani. Great deception. Na unazitumia kila siku. Mimi nimewahi kununua kifaa fulani hivi cha pikipiki. Kina 666. Viko vinywaji vingi vina 666. Huwezi kujua, si uongo. Huwezi kujua. Sikiliza, na mtu muongo huwa anakuwa smart. Hata yeye mwenyewe anaweza asijue kwamba ni muongo. Ndio nimesema uongo unafanana na ukweli, lakini si kweli. Nakaa hapa muda mrefu. Kwa nini? Kwa sababu hapa ndo shetani amekamata ulimwengu. Amekamata ulimwengu. Anaudanganya ulimwengu. Hii 666 ipo kabisa. Ipo kabisa. Na inafanya kazi. Very smart. Anasema, na hapa ndipo penye hekima. Sio wenye akili. Penye hekima. Alafu yeye aliye na akili. Hapa ndipo penye hekima. Hekima ni namna ya kuamua mambo yako. Naamua vipi bila kuleta ubaya. Ukiona naamua jambo alafu linaleta ubaya, hauna hekima. Aliye na akili. Hapa ndipo penye hekima. Aliye na akili. Na hesabu hiyo inahesabika. Ngoja nikwambie, wengi mnakaa kwenye hesabu. Mna count. Hapo pana maana kubwa. Kuna 66 nyingine zinaonekana kwenye skrini yako. Zipo. Wengi ya mtandaoni. Andika mfano wa 666 au makampuni ya 666. Utaona hapo. Ziko. Na zinaonyesha kuna 6 ya kwanza, 6 ya pili, 6 ya tatu. Kwenye siasa 6 ya kwanza, 6 ya pili, 6 ya tatu. Kwa nini? Kwa sababu huko kote shetani yuko na ameinvest. Kwa hiyo yeye aliye na akili na hesabu ya mnyama. Yako makampuni majina yao ni 666. Yapo. Vituo vya TV vipo 666 hapa duniani. Majina ya watu yapo ni 666. Kwa nini? Mungu ametupa hii kodi. Hii kodi unatakiwa kuielewa. Ni ngumu sana kufanya kitu bila msaada wa Mungu. Lazima kuelewa. Hata mtu unapozungumza naye, unapoangalia, hata unapoliangalia jambo, hebu liangalie. Hili ni jambo gani? 666 kwenye TV zako zinaonekana. Hapa ndipo penye hekima. Yeye aliye na akili. Uzuri, uwezo huo Mungu ametupatia kuweza kufahamu uongo wa shetani. Katika Wathesalonike wa pili sura ya 2 mstari ule wa 8 mpaka wa 10. Hapo ndipo atakapofunuliwa yule asi ambaye Bwana Yesu atamuua kwa pumzi ya kinywa chake na kumwangamiza kwa ufunuo wa kuwepo kwake. Yule ambaye kuja kwake ni kwa mfano wa kutenda kwake shetani, kwa uwezo wote na ishara na ajabu za uongo. Anasema, na katika madanganyo yote ya udhalimu kwa hao wanaopotea, kwa sababu hawakukubali kuipenda ile kweli wapate kuokolewa.
Na uongo ambao anaufanya shetani utawapata wale ambao wanapotea. Yaani ukiona yaani wewe kama una Yesu Kristo, maana upo kwenye kundi la wanaopotea. Huo uongo utakupata na utautekeleza. Bwana anasema, na katika madanganyo yote na udhalimu kwa hao wanaopotea, kwa sababu hawakukubali. Uongo, kama ukiona hujui mambo haya mpaka leo, hujui upo katika kundi la wanaopotea, kwa sababu hawakumkubali Yesu. Kwa shetani kazi yake ni kuwadanganya watu. Wanaweza kudanganya taifa zima. Anaweza kudanganya mkoa mzima. Anaweza kudanganya kundi la watu milioni kadhaa, milioni 100, kulingana kama mchanga wa bahari, Biblia inasema. Kwa usifuate jambo kwa sababu lina wingi wa watu. Usisikilize jambo ukaliamini kwa sababu watu wengi wapo huko. Biblia inasema atakawadanganya shetani ni kama mchanga wa bahari. Kwa bahati nzuri, Biblia imeweka clear kwamba njia ile ni nyembamba iendayo uzimani, bali njia ile iendayo upotevuni ni pana, na wengi wanaiona hiyo. Yaani ile jambo ambalo ni jepesi kuliona, jepesi kuliishi, halina usumbufu wala misukosuko, hilo jambo mara nyingi, angalia vizuri, linaweza likasio la Mungu. Maana njia ile ni nyembamba, wachache waionayo. Kuiona tu ile njia kwenda mbinguni, kuiona tu ni kazi. Je, kuipita? Shetani kazi yake kubwa ni kuwadanganya watu. Pointi nyingine ni kuwajaza watu moyo wa kumkosea Mungu. Kazi nyingine ya shetani ni kuwajaza watu moyo wa kumkosea Mungu. Kutajikuta unamkosea Mungu ovyo ovyo. Yaani unajikuta tu hautaki. Paulo anasema, nitakalo kulitenda silitendi, nisilotaka kulitenda ndio nalolitenda. Sababu kubwa ni nini? Ni ile dhambi iliyoko ndani. Unaelewa vizuri? Yohana 13 mstari wa 2. Shetani anawajaza watu moyo wa kumkosea. Kunajikuta wewe ni unamkosea Mungu. Yaani hata mtaani hapo, tukisema tulinganishe na wengine, wewe utajikuta ndio mtu ambaye una makosa mengi kwa Mungu. Kila ukitaka kufanya hivi haufanikiwi, ila ukitaka kufanya dhambi ni chap unafanikiwa. Kwa nini? Kwa sababu shetani anajaza watu moyo wa kumkosea Mungu. Mstari wa 2 katika Yohana 13, Biblia inasema, hata wakati wa chakula cha jioni, naye Ibilisi amekwisha kumtia Yuda mwana wa Simoni Iskarioti moyo wa kumsaliti. Huyu Yuda tunayemsoma hapa, kirahisi asingeweza kumsaliti Yesu, ila alimtia moyo wa kumsaliti Yesu. Kwa nini? Kwa sababu hakuwa na kinga ambaye ndiyo Yesu Kristo. Yuda hakuwa na Yesu kwa sababu ni Yesu. Alikuwa na Yesu kwa sababu ya maslahi. Watu wengi hawako na Yesu kwa sababu wamependa maneno yake. Kwa sababu wamependa miujiza yake. Kuna watu hapo, kwa sababu Yesu hatoi utajiri, wanadhani hivyo, kama walivyosikia shetani anatoa utajiri. Yaani waganga wanaona kanisani kama hamna utajiri, basi kwa waganga kuna utajiri, wanaenda kwa waganga. Mpaka leo wako watu ambao wanazo mali nyingi ambazo wamezipata kwa njia ya shetani, na wao wanajua, wako radhi kwenda huko kwa sababu wamewekewa moyo huo. Sasa Yuda aliwekewa moyo wa kumsaliti Yesu.
Unaweza ukawekewa moyo wa kupenda mali kuliko kumpenda Yesu. Unaweza ukawekewa moyo wa kupenda mambo yanayokufurahisha kuliko kupenda mambo ambayo Yesu ameyaagiza. Shetani anaweza kukutilia moyo huo. Biblia inasema ya kwamba hata wakati wa chakula cha jioni, naye Ibilisi amekwisha kumtia Yuda mwana wa Simoni Iskarioti moyo wa kumsaliti. Asingeweza kumsaliti Yesu, lakini shetani alimtia moyo wa kumsaliti. Asingeweza kukosea jambo hili kubwa kwa sababu shetani amemtia moyo wa kukosea. Asingeweza kuua kwa sababu shetani amemtia moyo sasa wa kuua, ndio maana ameua. Asingeweza kuzini, lakini shetani amemtia moyo wa kuzini, ndio maana amezini. Sio, nielewa vizuri? Shetani akamtia Yuda, yani huyu Ibilisi akamtia. Ndio maana nikwambie, the devil. Elewa hapa, Ibilisi, kuna tofauti ya shetani na Ibilisi. Ibilisi ni ile roho ambayo inafanya kazi ndani yako ya shetani, na hiyo wanayo wengi. Ndio chanzo cha mawazo mabaya, ndio chanzo cha fikra mbaya. Ibilisi ndio yule yule. Shetani kama mtawala yupo, namna anavyo operate ni hawa Ibilisi wako ndani ya watu wengi sana. Pepo, maagent wa shetani, hao ndio wanatoa idea, wanakutia moyo wa kumsaliti, wa kutokumkubali Yesu, moyo wa uharibifu. Ndio maana unaweza kukuta mtu, mbona huyu kila anachokifanya ni kibaya, kila anachokitamka ni kibaya, kila anachokifikiria ni kibaya. Kwa nini? Kwa sababu shetani amemtia moyo wa kumsaliti Yesu, wa kutokumkubali Mungu. Ndio maana unajikuta unafanya mabaya siku zote, maamuzi mabaya, fikra mbaya, mawazo mabaya. Kwa nini? Kwa sababu kuna moyo wa kumsaliti Mungu, wa kutokumpenda Mungu. Hata mali ulizopata ni mali za manyoka. Kwa nini? Kwa sababu umepata moyo wa kupenda hayo kuliko kumpenda Yesu. Hiyo ndio kazi ya shetani. Kazi nyingine ya shetani ni kuondoa neno la Mungu lililopandwa mioyoni mwa watu. Neno ulilolisikia, kwa mfano hapa ninapohubiri neno hili la Mungu, utalipokea kwa furaha. Lakini tunapomaliza mafundisho haya, unaweza kaletewa immediately habari nyingine kabisa. Yamkini ikakufurahisha zaidi, ikakuvutia attention, ama ikakuumiza zaidi, ikakuvutia attention, ama jambo lingine lolote lile likakuvutia attention, ukajikuta umesahau tena tulichokuwa tumejifunza hapa. Hivyo ndivyo namna adui anavyoondoa neno la Mungu. Na wakati fulani analiondoa katika jamii neno la Mungu, anaweza kaliondoa katika nchi neno la Mungu kabisa. Marko 4:15 kuna kitu nataka nikuonyeshe hapa. Biblia inasema hivi: hawa ndio walio kando ya njia lipandwapo neno, nao wakiisha kusikia, mara huja shetani akaliondoa lile neno lililopandwa mioyoni mwao. Baada ya kusikia neno hili unalolisikia, Yesu anaokoa, Yesu anaponya, haya ninayohubiri hapa, yakiingia moyoni yanapandwa. Hivyo ndio tunapanda. Yaani moyo wako ni kama shamba. Kwa hiyo tukirushia tu mbegu ambalo neno la Mungu linaota. Sasa anachokifanya shetani, anakuja analiondoa. Ndio maana anaondoa. Ngoja, hivi ushawahi kuona watu wanapovuna mpunga? Ziko mashine sasa hivi, hata mahindi
yaani mazao mengi ziko mashine zimetengenezwa kwa ajili ya kuvunia. Au sasa hivi kuna ukilima mahindi kuna namna utakao kufanya palizi. Sasa hivi watu wameenda mbele zaidi, wanatumia misumu za kuua majani. Mwaga pale majani yanakufa. Hizo zote ni namna ya kuondoa magugu. Sasa shetani ana namna nyingi ya kuondoa neno. Ndio nimesema kwamba kwenye ile deception, ule uongo, long term plans, humo anayo mipango ya kuondoa neno la Mungu ili uongo wake ukae sawa. Ndio maana moja ya njia anaweza kuitumia, anapanda magugu. Ndio maana Yesu alisema yaacheni magugu yamee pamoja na ngano. Nini? Kwamba analeta mgongano wa fikra. Yaani analeta neno la uongo halitofautiani na ukweli, vinafanana copyright na wewe. Watu wengi wamekaa huko. Sasa hivyo ndio anavyoondoa neno la Mungu. Ana replace. Ndio sasa hivi unakuta burudani ni nyingi. Nyimbo zinazofurahisha moyo wako ni nyingi. Vijana wanaita matanuzi ni mengi mno, yanayofurahisha mwili wako. Ameleta idea. Mungu anasema usizini. Shetani ameleta ideas jinsi ya kuzini, very simple ideas, na zinafurahisha ukizitazama. Anaondoa, yani process ya kuondoa, removing is a process. Sio kitu cha kusahaulishwa tu, is a process ambayo hata inaweza ikaisha usisikie neno nimekusahaulisha. Is a process. A process works itself. Inajitekeleza, inafanya yenyewe. Lakini mpaka mwisho wa siku inakuwa imefanya kazi ya kuliondoa neno la Mungu ndani yako. Yesu Kristo ndiyo njia, kweli na uzima. Shetani anapofanya analeta njia nyingi. Maana dini ni njia ya mwanadamu ili amtafute Mungu. Sasa anakuletea dini nyingi hapa kiasi kwamba mpaka ukiangalia huwezi kuelewa ni ipi. Ameiondoa njia ile ambayo unapaswa kupita ya kweli. Amekuletea nyingi hapa. Najua utajichanganya tu. Kazi ya shetani ni kuliondoa neno la Mungu lililopandwa mioyoni mwa watu. Duniani anayo very strategic plans ya kuliondoa neno la Mungu. Ana replace neno la Mungu. Sasa hivi siku moja nilishangaa, nilienda nikiwa mahali nilikuwa nataka kuangalia namna plans za kujenga makanisa. Nimeona banda moja hivi zuri, kuenda kuliangalia, kumbe ni la mpira. Sasa siku hiyo wakati nimeenda, ilikuwa mida ya saa 10. Ghafla nikashangaa viti vinaletwa. Vimepangwa. Sijakaa vizuri, nashangaa TV imeletwa, imewekwa pale mbele. Wakati vinapangwa ni muda ule wa ibada, siku ile nafikiri, siku ile ya ibada, muda ule wa ibada. Masaa yale ya ibada. Yaani hata watu walivyokaa ni vile unaweza kujua ni ibada inaanza. Kumbe ilikuwa inaanza mechi. Replace ule muda wa ibada, ana replace na muda wa wa mechi. Sasa unaweza kaniuliza, kwa huku mechi ni dhambi? Sijasema hivyo. Lakini sio kila michezo ni dhambi. Lakini inafanywa wakati gani? Ndio maana tulipokuwa watoto tulikuwa tunapigwa kwa sababu tumeenda kucheza. Lakini kucheza kwenyewe sio tatizo. Ila tulikuwa tunapigwa kwa sababu tumeenda kucheza. Kwa nini? Kwa sababu tulikuwa hatujafanya mambo ya msingi. Mtu yote ambaye hana Yesu ndani, kuanza kushughulika na mambo ya kupoteza muda ni mbaya kwake. Kwa nini? Kwa sababu hajafanya mambo ya msingi ambayo ni kumpata Yesu kwanza. Ndio maana Yesu kwanza, mambo mengine baadaye. Mtu aliyeokoka
anaweza kafanya mambo mengi sana. Kwa nini? Kwa sababu hatapotea, atafanya ndani ya uongozi wa Kristo. Jambo baya ataambiwa hili baya usifanye. Mtu ambaye ameokoka, mtu ambaye hajaokoka, yeye hana speed governor. Hakuna anayemwangalia. Shetani anataka upitilize, ufanye mabaya. Haleluya. Kwa kazi ya shetani ni kureplace, ana replace. Kama huaga una muda wa kusikiliza maneno ya Mungu na kujifunza, ata replace muda huo na kitu kingine. Uwe makini sana. Ata replace na kuangalia tamthilia, ata replace na kukuletea burudani, ata replace. Inawezekana zamani hata wanawake walikuwa hawakutaki, lakini akishaona kwamba una concentrate, baadaye ata replace, atakuletea wanawake automatically. Ata replace na kuletea fursa hata za biashara. Ndio wanasema shetani anaweza kukupa kitu cha maana, connection ya maana, ili akupoteze. Yeye hana shida na mali hizi kwa sababu yeye hazitumii kwa ajili ya manufaa yake. Anatumia kama chambo. Hivi ngoja nikuulize, unapoenda kuvua samaki, samaki mfano kwa wale tunaovua mtaani, huwa hatutumii samaki kuweka unless tunataka samaki mkubwa. Sasa watu wanatumia ule wale kama nyungu wale unaweza kaona ni wathamani kwako. Hapana, wathamani tu wakati ule ni kama chambo. Umenielewa vizuri? Kwa utajiri huu ni kama nyungu kwa shetani. Ili apate kutuvua. Kwa ni kama yani hizi mali, fedha, nini, majumba, magari ni kama nyungu kwa shetani. Kwa anazitumia kwa kwenye ndoano ili atupate sisi samaki. Na akitaka samaki mkubwa zaidi atatumia samaki. Nisikize kwa makini. Niwahi kuona kwenye TV wenzetu wameendelea wanavua kwa kutumia boti. Wanaenda katikati ya bahari wanavua, na walikuwa wanafanya hicho kipindi wana enjoy. Sasa wanakuwa na samaki wa size fulani hivi kama mkate ule mkubwa. Wanamuingiza pale kwenye ndoano, wanamtumbukiza. Alafu akija samaki mkubwa atakula ile, ndio wanamvua. Sasa shetani ili apate samaki mkubwa, haijalishi idadi ya samaki wangapi, atawatumia kama chambo. Not that. Shetani akitaka kuvua samaki moja moja anatumia limbo. Yaani anatumia nyungu wale. Lakini akitaka samaki mkubwa, akitaka kufanya project kubwa, anaweza kutumia samaki idadi yoyote anayotaka. The devil. Usije kafikiri tu ni mjinga, ni smarter katika uovu, lakini mjinga katika mambo ya Mungu. Kazi ya shetani kuliondoa neno la Mungu. Iwe katika nchi atataka kuliondoa neno la Mungu. Iwe katika dunia atataka kuliondoa neno la Mungu. Iwe katika ngazi ya familia atataka kuliondoa neno la Mungu. Iwe katika ngazi ya mkoa atataka kuliondoa neno la Mungu. Na neno la Mungu ndiyo neno la Yesu Kristo. Hilo. Ukiona neno la Yesu Kristo linaondolewa, yani fursa za wewe kupata neno la Kristo linaondolewa, ujue ni shetani yupo kazini kuliondoa neno la Mungu. Simple and clear. Kazi kubwa ya shetani ni kuliondoa neno la Mungu lililopandwa mioyoni mwa watu. Iwe ni kwa njia ya kufurahisha, iwe ni kwa njia ya kuhuzunisha, iwe ni kwa njia namna gani, lakini as long as results ni kureplace ama kuondoa neno la Mungu, huyo ni shetani anafanya kazi. Na nakupa hii akili, kila mtu aweze kujijua yeye ni mtu gani. Kazi nyingine ya shetani, huwa anajigeuza awe mfano wa malaika wa nuru. Wakorintho wa pili sura ile ya 11 mstari wa 14. Biblia inasema ya kwamba wala si ajabu, maana shetani mwenyewe hujigeuza awe mfano
wa malaika wa nuru. Atajifanya kama vile ambavyo mtu wa Mungu anaweza kufanya, lakini ni shetani. Kujigeuza. He is the devil, but transform into like an angel of the light. Anajigeuza. Sio kila mtu unapaswa kumwona ni mtu. Mwingine anaweza kujigeuza kama ni mtu, lakini sio mtu. Tunakutana na watu wengi sana. Siku moja nilikuwa naangalia clip moja, nchi za nje huko, alikuwa akihubiri mtaani, akapita mtu mmoja. Alipoongea nikajua huyu hakuwa mtu wa kawaida. Naelewa vizuri. Hapa duniani nimesema ili shetani operate lazima avae mwili, atumie mtu. Kwa sio kila mtu ni mtu, na sio kila wazo ni la mtu. Na hapa nisikize kwa makini. Hapa duniani sio kila mtu ni mtu, na sio kila wazo ni la mtu. Kwa nini? Kwa sababu shetani naye, Biblia inatuambia Wakorintho wa pili 11:10, na shetani naye hujigeuza awe kama malaika wa nuru. Hii process ya kujigeuza haiyasema namna gani. Inasema in English version transforms. Transform inaweza ikawa ni katika fikra, transform inaweza ikawa ni katika muonekano, physical appearance, transform inaweza ikawa ni mkakati, transform inaweza ikawa ni agenda. Ni kama agenda ya Mungu lakini ya shetani. Mtu huyu ni kama ana sura ya mwanadamu lakini ni shetani. Tabia hizi zinaweza zikata kama tabia za mwanadamu ama tabia za Mungu lakini ni za shetani. Neno hili linaweza likaa kama neno la Mungu lakini ni la shetani. Hapa ndipo penye hekima, na aliye na akili aihesabu ya mnyama huyo, maana ni hesabu ya kibinadamu, nayo ni 666. The ideas might look like ideas from God, but the devil transforms himself and makes ideas resembling to God's ideas. Huyo ndio shetani, jinsi anavyofanya kazi. Anaweza kukupa wazo. Kama aliweza kumpa Yuda idea how to betray Jesus, anaweza kukupa wewe idea how to betray your fellow people. Watu mbalimbali wanaokuzunguka, ndugu zako, jamaa zako, rafiki zako. The devil can give you an idea how to betray, how to work against God. How, yani shetani kama alivyompa idea Yuda namna ya kumsaliti Yesu, shetani anaweza akakupa idea namna ya kumkosea Mungu, namna ya kuwasaliti ndugu zako, namna ya kuisaliti ndoa yako, namna ya kusaliti biashara yako, namna ya kusaliti kila kilicho chema. Shetani anaweza kukupa hiyo idea. Maana hujigeuza kama malaika wa nuru. Kwa nini anajigeuza? Ili afanane na vile ambavyo unaweza kuimagine, aweze kulink alike na uwezo wako wa kufikiri. Hata ukifikiri usipate kujua, yani usipate kutoka nje ya fikra. Maana wengi tunapozungumzia shetani na mambo ya shetani, wametemni yale mabaya. Sasa anafichaga ubaya, anaonyesha kidogo uzuri, kumbe ni mabaya. Pointi nyingine, kazi ya shetani ni kujitengenezea wafuasi wake. Shetani lazima jitengenezee wafuasi wake. Ziko pointi nyingi sana, lakini nitaishia hii. Kazi ya shetani nyingine ni kujitengenezea wafuasi wake, yani watumishi wake. Ninapozungumzia watumishi katika maeneo yote, maeneo ya dini, maeneo ya administration, maeneo mbalimbali, katika serikali, katika jamii, katika taifa, katika dunia kwa ujumla.
katika uchumi, katika burudani, katika muziki, katika michezo. Lazima ajitengenezee watumishi huko, wafuasi. Sasa wengi huwa wanafikiri watumishi ni wale tu ambao kama watumishi wa Mungu. Ana watumishi mpaka mtaani kwenu anao. Achana tu na wachawi. Kwani wewe hujawahi kupokea message inasema 666 ajiunge sijui nini? Hujawahi kupokea hizo? Sasa unafikiri wewe ni mtumishi wa nani? Ni wafuasi. Kwa shetani ametengeneza wafuasi. Kitabu cha Ufunuo na sura ile ya 3 mstari wa 9. Biblia inasema, tazama nakupa walio wa sinagogi la Shetani, wasemao kwamba ni Wayahudi nao sio, bali wasema uongo. Tazama nitawafanya waje kusujudu mbele ya miguu yako na kujua ya kuwa nimekupenda. Tazama nakupa walio wa sinagogi la Shetani. Sinagogi la Shetani, Devil's Temple. Kwa kazi ya shetani ni kutengeneza wafuasi. Kwa hiyo shetani ana wafuasi wake watiifu, wanamtii shetani, and they are here for the mission of the devil completely. Hiyo ndio kazi ya shetani, kutengeneza wafuasi. Kwa hapa duniani anao wafuasi, hata kwenye familia yako anaweza kutengeneza wafuasi, hata kwenye jamii yako anaweza kutengeneza wafuasi, hata kwenye wilaya anaweza kutengeneza wafuasi wake, hata kwenye mkoa anaweza kutengeneza wafuasi, kwenye nchi anaweza kutengeneza wafuasi, kwenye bara anaweza kutengeneza wafuasi, kwenye dunia hii anaweza kutengeneza wafuasi. Nami nitakupa walio wa sinagogi la Shetani. Sasa usikae tu kwamba manabii wa uongo pekee. Huko nako wapo, hata makanisani wako wafuasi wa shetani. Kwa sababu wafuasi sio lazima wawe limited kwenye category fulani. Shetani ana category nyingi. Kwenye mziki huu, angalia kwenye TV zako, ukiangalia tunagundua huyu ni mfuasi wa shetani. Kwenye politics ukiangalia utagundua kwamba huyu ni mfuasi wa shetani. Kwenye jamii ukiangalia tutagundua hawa ni wafuasi wa shetani. Hata kwenye simu, sio kila message unayotumiwa ni nyingine ni wafuasi wa shetani. Si nimesema hapo? Jiunge 666 sijui nini. Hao ni wafuasi wa shetani. Timotheo wa kwanza sura ya 5 mstari wa 15. Kwa maana wengine wamekwisha kugeuka na kumfuata shetani. Kwa maana wengine wamekwisha kugeuka na kumfuata shetani. Wako watu kuanzia jana usiku mpaka leo wameshageuka hapa, wamemfuata shetani. Kuanzia mwaka 2024 mpaka kufika mwaka 2025 wako kadhaa hapa wamegeuka na kumfuata shetani. Katika jamii yako, katika nyumba yako, familia, katika taifa lako, katika bara lako, katika dunia hii tuliomo, wako watu wanabadilika kila siku na kumfuata shetani. Kazi ya shetani pia ni kujitengenezea wafuasi wake. Unapoishi katika dunia hii ujue kuna wafuasi wa shetani pia. Mungu akusaidie sana kuweza kuelewa huyu adui ni nani na anafanya vipi kazi. Baada ya maneno haya kujifunza siri za huyu adui, Mungu akusaidie sana. Hauwezi kushinda isipokuwa Yesu Kristo yuko ndani yako. Maana Yesu Kristo ni njia na kweli na uzima. Kwa nini haya yote yamekujia? Kwa sababu Mungu anataka ayabadilishe maisha yako. Kwa muda mrefu umekuwa umekutana na watu wengine wanasema Yesu alisema anarudi, mpaka leo hajarudi. Hapana, nisikilize. Kwa Mungu siku moja kwetu sisi ni kama miaka 1000. Nisikilize vizuri. Kwa akisema anarudi, hebu chukulia kwamba ile miaka 1000 kwetu sisi ndio masaa 24 kwa Mungu. Mfano, akisema nitakuja saa 10, labda wakati anasema ilikuwa ni saa 1.
Manake anaashiria kurudi lini? Baada ya miaka 900 na kitu. Unanielewa vizuri? Akisema nitakuja baada ya siku 3, manake anazungumzia labda nitarudi baada ya miaka 3000. Kwa hiyo wewe unayezaliwa una miaka 100 tu kati ya miaka 1000, utaona kama hii ahadi ni ya zamani, lakini kwa Mungu Biblia inasema siku moja kwetu sisi ni kama miaka 1000. Yaani kwa Mungu siku moja kwetu sisi ni kama miaka 1000. Mungu atusaidie kuelewa. Kaa katika neno la Mungu. Biblia inasema wakati wasemapo kuna amani na salama, ndipo uharibifu uwajiapo kwa ghafla. Kwa nini? Maana anayetoa amani ni Yesu Kristo. Anayeweza kukupa amani ya moyo wako ni Yesu Kristo. Anayeweza kukupa usalama wa maisha yako ni Yesu Kristo. Biblia inasema yeye ndiye akupae ulinzi. Yeye ndiye Mungu akulinda. Baada ya kusema yote, itoshe kusema kwamba usiwaogope hao wawezao kuua mwili wasiweze kuua roho, bali muogope Mungu awezaye kuua mwili na roho vyote. Mungu akubariki katika jina la Yesu Kristo. Naomba nikuombee. Na kushukuru Bwana kwa sababu ya siku ya leo, mtu huyu amepata kusikia maneno yako. Na Mungu kwa sababu hiyo mpe hekima, neno hili lisiondolewe ndani ya moyo wake, maana kazi ya shetani kuondoa neno lako. Katika jina la Yesu Kristo, mpe kuelewa zaidi, tangu sasa apate shauku ya kujifunza zaidi, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Amen. Basi endelea kufuatilia mahubiri haya kutoka katika channel yetu ya YouTube, lakini pia katika kanisa la Amazing Grace hapa Dodoma, maeneo ya Nzuguni. Mungu akubariki sana. Namba za simu zitapita kwenye skrini yako, na tuwasiliane kwa msaada zaidi katika jina la Yesu.